Disemba tarehe 20 mwanangu alipata ajali ya gari pale Liganga. Walikuwa wanatoka Liganga na gari nyingine ilikuwa inatoka mjini kwenda Moshi. Kwa hiyo gari ilikuwa inatoka kwa gari ilikuwa kwenda Moshi, ilipiga side mirror, alikuwa anaendesha baba gari. Kwa hiyo side mirror ikapita kaenda kupiga mama hapa. Lakini hakuna mtu alikuwa anajua chochote ndani ya gari. Na walikuwa kwa watu 6. Kwa hiyo kama dakika 2 kwenda mbele, mama ndo akawa anahisi kuna kitu kama kinamwagika, lakini hakujua ni kitu gani. Akafanya mkono hivi, akashangaa ni damu zinamwagika, ndo akawa anapiga kelele, anaambia wenzake kwamba nakufa. Tukamwambia haufi. Kuangalia nguo imeshaloa kuanzia hapa mpaka chini, damu tu ndo zimedoanisha ile nguo. Baadaye baba akapaniki, akapaki gari pembeni. Wakati bado hajashika breki vizuri, kuna mama alikuwa ameshafungua mlango naye anashuka. Yule mama naye akaumia mguu, akashona nyuzi 3, mama akashona nyuzi 8. Lakini tunamshukuru Mungu, mama amepona na sasa anaendelea na kazi zake. Piga Yesu makofi. Shetani alikusudia maovu lakini ameshindwa katika jina la Yesu. Shuhuda ya pili, baada ya siku kama 2, kakangu alikuwa ameenda kazini usiku. Baadaye anarudi nyumbani, anakuta watu wameruka dirishani, wameruka juu ya ukuta, wamevunja mlango, wameiba kila kitu ndani. Lakini Mungu alivyo ajabu, vile vitu hajavipata, lakini tunamshukuru Mungu amenunua vingine. Na huo mwezi dada yangu na yeye alikuwa ana M-Pesa iko ndani. Tarehe 31 ametoka kazini, anarudi nyumbani, akakabwa na majambazi, akaibiwa milioni 5,700,000. Lakini tunamshukuru Mungu akumuumiza, na yeye ni mzima wa afya. Yesu makofi. Haleluya. Pia namshukuru Mungu. Mara ya mwisho nje kanisani na mwaka ilikuwa mwezi wa 10 au 11. Mwezi wa 11. Kuanzia hapo sikuwa napata hamu ya kuja kabisa kanisani. Na sijawahi kwenda kanisa popote pale. Lakini kutoka Ijumaa na hamu ya kuja kanisani, na leo pia nimekuja kanisani. Namshukuru Mungu kwa hiyo. Mungu arejeshe